Karibu katika jimbo la Nzega mjini mkoani Tabora. Jimbo lenye fursa, wapambanaji na lenye matokeo ya kustaajabisha. Leo hii tunaangazia hadithi za kusisimua za mafanikio ya Wananzega katika moja ya majimbo yanayokuwa kwa kasi nchini. Na hii ni hadithi ya tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Kwa maneno mengine, karibu tukusimulie siri ya mafanikio ya Wananzengo chini ya uongozi wa Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe, mbunge wa jimbo la Nzega mjini. Jimbo hili lina kata 10. Hizi ni pamoja na Nzega mjini Mashariki, Nzega mjini Magharibi, Mbogwe, Mwanzoli, Kitangili, Uchama, Migua, Itilo, Ijanija na kata ya Nzega ndogo. Kupitia serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, jimbo la Nzega mjini limepiga hatua kubwa katika nyanja mbalimbali ikiwemo uchumi, elimu, afya, kilimo, maji, umeme na barabara. Ungana nasi tukujuze mafanikio na matarajio ya jimbo hili adhimu. Karibu sana. Toleo Vavava na Vamayo. Sisi kwa sasa hivi kwa kweli tunajivunia kupitia mbunge wetu, katuletea shule. Watoto ambao walikuwa wanasoma ni watoto ambao wa familia ambazo zina uwezo, zina baskeli. Kwa familia ambayo haina baskeli, watoto walikuwa wote hawasomi. Nina furaha sana na ninaipongeza serikali ya awamu ya 6. Zahanati imepata tena jengo zuri la mama na watoto. Mwanzo ilikuwa mpaka uende Nzega. Hapa tukitaka kujifungua mkifika wawili, mmoja atalala chini ya mtoto wake. Lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu. Tunaendelea kuzaana na tutaendelea kuzaana. Kipindi cha nyuma maji tulikuwa tunasumbuka sana. Viongozi wetu walioko madarakani wamepambana, tunawashukuru, wametutua ndoo. Maji kila mtu nyumbani kwake ana bomba. Mbunge wetu tena namuombea mema, hata kama ni kilale iwe usiku uwe mchana. Namzungumzia vizuri pia na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Aendelee kufanya hivi Watanzania wake tuendelee kufurahi zaidi ya jinsi tunavyofurahi sasa hivi. Yaani kwa nguvu zote Bashe. Yaani sitamani hata aachie uongozi. Yaani natamani aendelee. Katika kipindi cha mwaka 2015 hadi 2024, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo sasa inaongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imetoa jumla ya shilingi bilioni 339 kwa ajili ya kufanikisha miradi mbalimbali ndani ya jimbo la Nzega mjini. Sekta mbalimbali zimepokea fedha hizi kama ifuatavyo: maji shilingi bilioni 46.4, elimu shilingi bilioni 72.9, afya shilingi bilioni 39, miundombinu shilingi bilioni 172.8, kilimo, mifugo na umwagiliaji shilingi bilioni 7.9, uwezeshaji shughuli za kijamii milioni 578.4. Kihistoria, jimbo la Nzega lilikuwa linakabiliwa na changamoto kubwa ya miundombinu. Kutokana na ubovu wa barabara, kusafiri kutoka kata moja kwenda kata nyingine ilikuwa ni zoezi gumu, hasa kipindi cha mvua za masika. Lakini sasa maeneo mengi yanapitika na mji wa Nzega umepambwa na barabara nzuri za kiwango cha lami na taa za barabarani. Shukran kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwezesha zoezi la kuboresha miundombinu ya barabara. Hili eneo unaloliona hili tuliishi kama kisiwa kilichotengwa, hapakuwa na barabara. Kuna wazee wa umri wa miaka 70-80 wakiitwa kwenda katani mpaka anaanza kujuta kutokana na miundombinu ilivyokuwa ya shida. Lakini Bashe tulipomwambia tunaomba kuingia kwenye barabara, tunaomba tupate barabara, hakuchelewa, alituma TARURA mara moja. Walikuja na walitufanya nao surveyor na wakafanya kazi na barabara ikaanza kufanywa kazi. Kipindi cha masika tulikuwa tunapata shida sana. Maji yalikuwa yanajaa pote, yalikuwa hayana sehemu ya uelekeo. Kwa hiyo sasa hivi kidogo imekuwa
Afadhali mvua ya mwisho ilinyesha, imetuonesha kwamba sasa hivi tunaishi vizuri, maji yalikuwa hayazagai ovyo ovyo. Mimi niko hapa toka mwaka 1992. Hatukuwa na lami. Lami ilikuwa ni barabara moja tu ile ya Singida. Kuiona lami ilikuwa ni mpaka ufike kule Singida Road. Lakini ujenzi huu wa lami umekuwa na faida nyingi sana kwetu sisi wakazi wa maeneo haya. Barabara ni nzuri, inapendeza. Naona usiku kuna taa inang'aa vizuri. Thamani ya nyumba zetu imepanda. Kwa hiyo hata fursa za kibiashara zimefunguka. Ukiangalia kama hii ilikuwa sehemu ambayo ilikuwa haina lami, leo tuna lami. Uongozi huu ambao tulionao sasa hivi wa mbunge wetu Bashe, kwa hiyo hakuna la kuzungumza kwa sababu anayoyafanya yote ni mazuri. Lami unaona mpaka huku pembeni tumepata lami. Mbunge wetu kwa kweli anafanya kazi nzuri. Zamani ilikuwa shida. Kwanza kupita tu hapo mtoni ni shida. Njia yenyewe ilikuwa mbaya kama mwanamke. Ikifika saa 12 hamna kupita sababu ya njia, hapo ilikuwa mbaya. Lakini sasa hivi nikipandia hapa mpaka Nzega unakimbiza basikeli kawaida, hamna kwa kusimama. Bashe tunaomba, yani tumetoa shukrani, barabara safi, tunashukuru. Kipindi cha nyuma kabla daraja halijajengwa palikuwa na shida na changamoto kubwa. Wanafunzi wa kutoka Ijanija kwenda sekondari, ikinyesha mvua anamaliza hata siku 3-4 hajaenda shule. Na mkulima wa Ijanija ambaye ana mashamba yake Igungwa hawezi kwenda kufanya kazi zake za shamba mpaka mto utakapopungua. Lakini kwa sasa hivi hali ni shwari, tunashukuru sana, tunafurahia matunda ya mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan na mbunge wetu Hussein Mohamed Bashe. Kwa miaka mingi, jimbo la Nzega mjini lilikabiliwa na uhaba wa maji safi na salama, jambo lililoathiri afya na ustawi wa wakazi wengi wa jimbo hili. Kupitia uongozi wa Mheshimiwa Bashe, ahadi ya kumtua mama ndoo kichwani iliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, imetimia. Na uwepo wa maji hayo umekuwa chachu ya kuongeza kipato kwa wananchi wa jimbo hili. Yani hali ya huku kwa sasa hivi, yani tunashukuru kwa viongozi wetu kuanzia rais pamoja na mbunge wetu Hussein Bashe mkatuletea mabomba, yani hatuna tabu, tunalima mpaka kiangazi. Sasa hivi hakuna cha njaa, hakika ukilima utaivisha. Ukiangalia nilikuwa sitegemei kabisa nitapata maji, nilikuwa sitegemei kabisa, mpaka sasa hivi naishi kama Mtanzania. Muda wote naweza kulima, na mpaka sasa hivi mahindi yalivyo sasa hivi unavyoona hivi, muda wote tena nataka nimwagilie ile sehemu ambayo bado nilime tena niendeleze kilimo kabla ya masika. Kuanzia miaka ya nyuma nilikuwa natumia kwa kutumia mikono kabisa na ndoo. Unachota mtoni maji afu ndoo unakuja kumwagilia kwenye nyanya. Kuanzia mwaka jana ndoo yakaja maji ya Mwanza. Haya ndoo nikawa natumia vizuri. Haya maji yamenisaidia sana kutoka kwenye kiwango cha chini mpaka kuja kwenye juu. Nilikuwa nalima tu nyanya, navuna, nauza, nanunua tofali. Naanza kujenga. Sasa hivi nishamaliza kwa ajili ya haya maji. Yaani mimi kwa Bashe siongei kitu kabisa chochote. Yaani safi kabisa na rais safi kabisa. Wamenitoa kwenye ile hali ya kuchini kabisa ambayo nilikuwa nahangaika, hata mlo tu ulikuwa ni wa shida. Lakini mpaka sasa hivi nakula vizuri, nalala pazuri. Hata ile godoro ilikuwa ni shida miaka ya nyuma. Unalala chini kwenye mifuko kabisa. Lakini sasa hivi namshukuru sana Mheshimiwa Bashe, rais wangu. Yaani nawashukuru sana. Ina maana sasa hivi ni kulima, yani zinatoka nyanya zinaingia nyanya zingine. Hapo mwanzo wakati skimu hii haijaanza, ukweli wa kulima tulikuwa tuna shida sana kuhusu maji. Mabadiliko tumeanza kuyaona katika skimu hii. Kwa mfano mwaka jana eka moja nilikuwa natoa labda junia 6, nimejitahidi 9, ila mwaka huu yapo nimegusa 20. Ametutoa tulipokuwa kwenye hali mbaya, anatupeleka kwenye weledi wa hali nzuri. Yaani mimi kuzungumzia, nashukuru kwa kweli kipato cha mwaka huu kimeongezeka tofauti na mwaka jana. Hasa kwa sasa hivi jinsi walivyoanza ukarabati wake kulingana na utaratibu za Bashe, tunashukuru. Ina maana ameweka kinga maji yanaweza kukaa mpaka muda atakapoivisha. Kwa hiyo nitakapolima heka hata 2, 3, 5, nadhani kipato kitakuwa kizuri. Naweza hata mimi kununua hata pikipiki au nikanunua kitendea kazi. Na napenda nikishapata kama mimi mwana mama nisomeshe watoto wangu wawe waziri kama alivyokuwa Bashe.
Huu mradi ni mradi wa umwagiliaji wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Ni mradi ambao wametengenezewa na serikali ili wananchi wa mitaa hii wanaishi humo ili waweze kuendelea na kilimo chao. Kwanza moja, wamepata maji mengi, yani mpaka mashamba yamekuwa madogo, maji yamekuwa mengi kuliko mradi. Sababu miundombinu tulioitengeneza ni miundombinu ambayo inaweza kuchukua zaidi ya kilomita hata 5,000, lakini maji yameshakuwa mengi. Mfano akifungua kama kwa risali moja, tayari mashamba yote yanashajaa maji. Mimi tangu nizaliwe nilikuwa sijawahi kuona bomba la maji kwamba yanatirika tu nyumbani, nafungua tu maji yanatoka. Kwa kweli mimi sikuwahi kuona, ndio nimejionea sasa hivi alipofika huku. Watu wanalima bustani hadi nyumbani. Akina mama wameshakuwa wajasiriamali, wanaotesha michicha, anaenda kuuza, anajipatia kipato, anasomesha hata mtoto. Kwa sasa hivi kwa kweli tunashukuru. Diwani wetu amefanya kazi na mbunge wetu na yeye amefanya kazi. Sasa hivi tunalala sababu maji tunayo hapa karibu ndani tu. Unafanya kazi zako kama utegemea tu ingie kazini saa 2, na kweli huo muda unawahi, unaingia kazini saa 2. Maisha yangu yameboreka. Tunamshukuru sana mbunge wetu. Ametusaidia sana. Sasa sisi akina mama. Hali ya maji ilikuwa sio nzuri. Nilikuwa napoteza muda mwingi kutafuta maji, hulali usiku. Lakini sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, maji tunapata. Hata nikiondoka na watoto nakuta mambo yameenda vizuri, kama hivyo mboga tumelima wanamwagia. Imenisaidia kama mjasiriamali, maana nikienda kufanya biashara zangu nafanya kwa uhuru, na nikija na kinga maji, shughuli zinaendelea. Tangu Mungu ameumba maeneo haya hapakuwahi kutokea kitu kinaitwa process ya maji. Lakini miaka yote wamama walikuwa wakisumbuka kushinda visimani vile vya kuchimba, tena wanachimba watu kwa mikono yao kuponchi. Typhoid huku zilikuwa ni za kugusa, UTI za kugusa kwa sababu ya maji. Lakini leo angalau tunaweza kusema alhamdulillah, watu wanafua kwa maji safi, watu wanakunywa maji safi ambayo ni ya Ziwa Victoria. Lakini kwa nguvu za Bashe alifanya kazi moja ya kuwakopesha wananchi muda wa kupata maji. Walipata maji, mabomba yakaenea, watu wakasubiri kwa wanalipa polepole mpaka leo watu wameshamaliza deni la maji. Mji wa Nzega ni miongoni mwa wilaya 7 za mkoa wa Tabora. Nzega imekuwa na changamoto kubwa sana ya maji kwa muda mrefu. Serikali ilitekeleza mradi mkubwa kutoa maji kutoka Ziwa Victoria kuja katika miji ya Tabora, Nzega na Igunga. Sasa ukiachana na zile gharama za mabomba mengine yote, bilioni 32 katika mradi ule kwa ajili tu ya miundombinu ya Nzega kwa maana ya matenki na network yote. Baada ya hapo mheshimiwa mbunge kushikana na mamlaka ya maji Nzega palitengenezwa mpango maalum ya kuwawezesha wananchi kuweza kuunganisha maji kwa haraka zaidi. Na ikumbukwe mradi huu unakava mpaka mwaka 2045. Mimi nawashukuru sana wananchi wa Nzega kwa moyo mkubwa sana. Walikuwa wanalipa hela zao zile na hapakuwa na aina usumbufu wote. Na mpaka sasa hivi ninavyozungumza karibia kaya 13,000 sasa hivi wameshaunganisha maji kabisa majumbani kwao. Leo tukizungumza kata ya Nzega mjini Mashariki ina mitaa 8. Hakuna mtaa ambao hauna mtandao wa maji. Tuna 97% ya wakazi wa kata hii ambao wote wanafungua maji mbele ya nyumba zao. Kilimi ni shamba la wakala wa mbegu za kilimo, liko wilaya ya Nzega na shamba liko katika kata 2, Mbogwe na Uchama. Sababu kubwa ya serikali kuvutika kuweka shamba mahali hapa ni mahitaji makubwa ya mbegu kwa kanda ya magharibi na kanda ya ziwa. Takribani 75% ya mbegu za wakala wa mbegu za kilimo zimekuwa zikiuzwa kwa ukanda huu. Kwa vyovyote lazima serikali ifikirie namna ya kuzalisha mbegu ukanda huu ili kuweza kupunguza gharama za kuweza kusafirisha mbegu sasa kutoka mashamba mengine. Kwa upande wa mbegu sasa hivi tunapata kiurahisi na kwa bei nafuu. Maana zamani tulikuwa tunapata kwa bei kubwa sana. Kwa hiyo ilikuwa inatugharimu, wakati mwingine tulikuwa tunashindwa kununua mbegu. Lakini kwa sasa hivi tangu hili shirika la ASTA lilipokuja, tunapata mbegu kwa bei rahisi. Kwamba mwanzo wakulima walikuwa wanaweza wakalima hekari 60. Baada ya kuboresha na kuwajengea miundombinu ya umwagiliaji katika eneo hili, sasa hivi wanalima hekari 750. Kabla ya kufanya ukarabati Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, kulikuwa na shida ya maji kujaa mashambani. Kwa sasa baada ya kuchimba mfereji wa kutolea maji mkubwa, sasa hivi hakuna shida tena ya maji shambani. Hata ukiangalia ni faida kubwa sana kwa wakulima.
kwamba wanaweza kalima wakati wakati wa mvua, wakati wa kiangazi wanalima, ambao uzalishaji wake sasa umeongezeka nao pia. Kwa mara kwanza kwa ekari walikuwa wanaweza kavuna gunia 5, lakini sasa hivi wanaweza kagunia 30. Kutoka ekari 60 ambao zilikuwa zinahudumiwa mwanzo, sasa tunaenda kuhudumia ekari takribani 2500 mpaka 3000. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana iliyofanywa na serikali. Kwenye kata yetu ya Nzega Magharibi kulikuwa na tatizo kubwa sana la maji, lakini nimshukuru mama ametoa pesa zaidi ya shilingi bilioni 2 ambazo zimeratibu kurekebisha mitandao ya maji katika kata yetu ya Nzega Magharibi. Lakini bila kumsahau mheshimiwa mbunge, fedha hizi zimetoka serikalini zikitafutwa na kuombwa na mheshimiwa mbunge, ambazo kimsingi fedha hizi zimekuja kumaliza changamoto yote ya maji katika kata yetu ya Nzega Magharibi. Ile skimu ya maji taka iko pale, watu watakuwa na shida sehemu ya kwenda kumwaga maji taka. Ukiangalia pale kuna stage tofauti, jinsi ya kumwaga yale maji, lakini na jinsi ya kutengeneza yale maji, tutukie pia na mbolea ndani pale. Sasa kulikuwa una shida kwamba sehemu alikuwa anamwaga ilikuwa ina mtu, lakini baadaye yule mtu alivyoona ile bwawa letu lilivyojengwa, kwa kweli na yeye alifurahi, akasema kwamba ile adha ya kwake alikuwa anapata itakuwa imeisha. Sambamba na ujenzi wa miundombinu ya barabara na maji, utatuzi wa changamoto ya ukosefu wa umeme katika maeneo mengi ya jimbo la Nzega mjini imekuwa ni moja ya mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya 6. Mheshimiwa Hussein Bashe kwa muda mrefu amejikita katika kuhakikisha wananchi wa jimbo lake wanapata umeme wa uhakika kwa ajili ya kuendeshea shughuli zao za kiuchumi. Mimi kwa majina naitwa Juma Masanja Mihambo. Mimi shughuli yangu ni mjasiriamali mdogo na nyoa saruni. Kabla hujapatikana umeme hapa, hali ya maisha ilikuwa ni ngumu. Sasa hivi angarau nafanya kazi, na nyoa watu, napata hela yananikizi matumizi ya nyumbani. Nina mtoto mmoja anaenda shule, nikinyoa natunza hela, namnunulia nguo za shule. Nikinyoa nimejiwekea mradi, kwa siku naweka 1000, mwisho wa mwezi 30,000 inapatikana. Baada ya hapo nikizitoa mle naenda kununua tofali za kuchoma. Sasa hivi nataka nibadilishe nyumba, kuna tofali za kuchoma pale. Yaani kwa umeme huu ninakoelekea maisha yangu yatakuwa mazuri. Mbunge wetu Bashe namshukuru sana kwa kuleta maendeleo katika kijiji chetu cha Nhobola, kata ya Mbogwe. Tulikuwa hatuna umeme, tulikuwa tunawasha moto wa kuni, ndio tunajisaidia. Masuala ya afisi si huko tupo vijijini jamani, paka waende polini kina baba kama hawa ume zetu, akabebe tukuni ndio tuwasha hapa nje ili fisi tuwafukuze. Sasa hivi fisi hawafiki nyumbani kwa ajili ya umeme unawaka paka nje. Kiukweli Mama Samia na Hussein Bashe safi. Wakati anaanza Mheshimiwa Bashe Migua tulikuwa gizani, pamoja na kwamba tuko katikati ya Igunga na Nzega. Umeme tulikuwa tunasikia tu, ukitoka hapa unakwenda kuukuta Ziba, ukitoka hapa unakwenda kuukuta Nzega mjini. Lakini baada ya huyu bwana kuwa mbunge hapa, tayari sisi tukapata umeme. Cha kwanza namshukuru mbunge kuniletea umeme. Alipoleta umeme ndio nikabuni huu mradi wa mashine. Hii mashine ndio inanisababisha kusomesha, mmoja yuko chuo kikuu Dar es Salaam, mwingine yuko Arusha. Kwa hiyo nalipa ada wale hapa, na mimi maisha yangu kwa afadhali. Kwa sasa hivi tunachoshukuru Mungu ni kwamba umeme umetembea vijijini, tumepata mashine za karibu watu. Umeme umesaidia watu, wamenunua mashine. Sasa hivi hatuhangaiki kwa habari ya kusaga, tunaishia karibu tu. Hali ya umeme ilikuwa kwamba zamani ilikuwa ni giza, ambayo ilikuwa ni shida, lakini sasa hivi baada ya umeme kufika hapa hii cha Yuki umeleta changamoto sana. Sasa hivi hata viwanja vimeshapanda bei.
imevutia watu wengi sana wakuja kuwekeza hapo. Sasa kuna mashine, watu sasa wanatengeneza juice hapa. Hata tunamshukuru Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Mbunge Bashe kwa ushirikiano mkubwa unaotuletea. Elimu ndio ufunguo wa fursa mbalimbali na jukwaa la kulea viongozi wa sasa na baadaye. Kujitoa kwa Mheshimiwa Bashe katika eneo hili la elimu kumefungua milango ya maendeleo kwa vijana wengi wa jimbo la Nzega mjini. Kutoka 2015 tulikuwa vyumba 7 vya madarasa, lakini leo hii tuna vyumba 27 vya madarasa. Wakati wetu tulikuwa hatuna hata maabara moja, lakini leo ziko maabara 5. 3 zimekamilika zinatumika, lakini 2 kama ulivyoona ujenzi unaendelea. Shule yetu hapa ilifanikiwa kuwekwa kambi ya wanafunzi wanaosoma sayansi. Mheshimiwa Mbunge alisapoti hii kambi kwa kutoa mchango wa chakula ili waweze kusoma. Pia tu haikutosha, akatafuta walimu ambao wamebobea kwenye masomo ya sayansi ikiwemo chemistry, bio na physics, na ikapelekea matokeo mazuri ya wanafunzi shuleni kwetu na hata shule zingine ambazo walikusanyika mahali hapa. Na maahidi Mheshimiwa Mbunge aendelee kuchapa kazi akijua kwamba katika shule hii kutakuwa na madaktari, manesi, maengineer, atapata watu mbalimbali. Kwa majina naitwa Mesha Kiali na miaka 11. Nasoma darasa la 4. Nasomea shule ya msingi Ndoba. Ningekuwa naenda shule ya mbali, ningechoka, ningefika shuleni ningelala. Akifundisha mwalimu msikiliza sikuweza. Lakini sasa hivi nikifika shuleni darasani namsikiliza mwalimu kwa makini na nafaulu vizuri. Namshukuru Rais wangu Samia Suluhu Hassan na Mbunge Bashe kwa sababu amejenga shule karibu na nyumbani kwetu. Ilifikia kipindi ikinyesha mvua kuna mto. Kwa hiyo ikinyesha mvua lazima mwende kupokea watoto pale kuwavusha sababu hawezi kuvuka yale maji. Kwa hiyo kuwepo kwa shule hii sisi imetusaidia sana. Sasa hivi hii shule ina madarasa 8 na ofisi 3. Hapo unapozungumza ni takriban miaka 4 tu. Kwa kweli kwa upande wetu sisi wazazi tunampongeza sana Rais wetu Samia pamoja na mbunge wetu Bashe. Mpaka sasa sekondari tunayo, iko vizuri na watoto wanasoma. Ina maana mtoto anatoka nyumbani, anaingia shuleni, anarudi nyumbani kwa miguu au kwa basikeli yake. Hakuna changamoto yoyote ambayo inaweza kumpata. Mbunge wetu kwa kweli ni mshukuru. Shule ilikuwa ina vyumba 2 lakini pia ilikuwa na tundu 2 za vyoo. Tundu moja la choo ni la wanafunzi lakini wa jinsia zote. Tundu moja la choo ni la walimu lakini wa jinsia zote wanaingia mle. Kwa hiyo watoto wetu walikuwa wanapanga foleni ya kuingia chooni. Leo hii tuna tundu za vyoo karibu 20 na kitu. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia pamoja na maendeleo mengine kama hivi mashule. Leo hii tuna shule ya gorofa inajengwa pale. Hakuna shule ya gorofa Nzega nzima, ni hiyo ambayo imejengwa Mashariki. Kwa mara ya kwanza mimi nilipopewa barua, nilitiwa barua, niliambiwa wewe sasa hivi ni mwalimu mkuu katika kituo cha Mwanyagula shule ya msingi. Siku ya kwanza nakuja, nilikwama hapo mbugani hapo, nikasema mimi ninarudi, siwezi tena, nikaenda kufanya kazi kule. Nimefika hapa mwalimu analala darasani. Siku nyingine mwalimu anajisahau kuamka, wanafunzi wameshafika, wanakuja wanafagia ndo anaamka, na afu ana familia na mke, inakuwa not fair. Kwa hiyo nikawa napambana naenda mjini, lakini sasa unaenda mjini nikitoka kule saa 12 asubuhi, hapa nafika saa 5. Lakini cha ajabu ndani ya mwaka mmoja Mheshimiwa Bashe akiwa madarakani sasa akaanza kubadilisha mazingira. Siku kadri ya siku zinaenda mazingira yanabadilishwa, analeta maji, analeta umeme. Kumbe anatujali. Siku akaja akatutamkia, jamani mimi nataka nyinyi muishi vizuri hapa na nitaendelea kuwasaidia na kuwafanyia mambo mazuri. Mpaka sasa hivi tunaona tunalipuka mpaka pamba fresh. Yaani hatuna tofauti na walimu wa mjini. Mimi nikienda mjini hawezi kusema wa kijijini. Tuna share pamoja. Yaani shule inapokuwa nzuri, miundombinu inapokuwa mizuri, mwalimu leo unapata hamu ya kufundisha. Kwa mfano hili darasa tunalojenga sasa hivi kwa kweli ni la standard. Darasa ambalo paka litakuwa lina feni darasani. Kwa hiyo binafsi naendelea kumwombea kwa Mungu mama aendelee kutuangalia sisi huku kwenye sekta ya elimu. Tunafurahi, tunajisikia vizuri. Walimu wanafurahi, wanafunzi wanafurahi, na mimi pia nafurahi, lakini pia najivunia kukaa kwenye shule yangu nzuri. I would like to take this chance to thank the government of the United Republic of Tanzania under Dr. Samia Suluhu Hassan with Honorable Hussein Bashe for building out this school, because it has good infrastructure and professional teachers like the teacher of biology, chemistry, mathematics,
and physics. And we promise the government of United Republic of Tanzania that we shall have good performance in both academical and in discipline. This school is starting this year. Until now, this school have some students who did well in the examination. Our teachers is very happy to see as we are getting the high marks, and we thank our government for building this school, for help us to get the free education. Shule hii serikali imeanza kuijenga tangu mwaka jana. Serikali ilileta fedha milioni 600.3. Ujenzi ulikamilika mwezi wa 10 mwaka jana vizuri kabisa kwa majengo 11. Tuna madarasa 8, tuna maktaba 1 iliyokamilika, tuna ICT room 1, tuna maabara zote 3. Lakini pia tuna vyoo vya wasichana matundu 5, vyoo vya wavulana matundu 5, jumla 10. Lakini serikali pia imetujengea administration block, jengo la utawala liko 1 ambalo limekamilika bila shida yoyote. Lakini pia tuna tenki la maji ambalo linahifadhi maji lita 32,000 na lenyewe limekamilika vizuri. Wanafunzi sasa hivi wanakuja Mbira sekondari, kwa hiyo mlundikano darasani kule imepunguza kwa kiasi kikubwa sana. Nilipewa milioni 60 za kwanza, mara ya pili nimepewa milioni 128 ambazo zimejenga madarasa 5, lakini matundu ya vyoo 14. Ukiangalia hii shule ni shule ya kisasa sasa. Watu walikuwa wanawaza hivi, nataka kuitaifisha hiyo sekondari, naambia hapana. Hii ni shule ya msingi ambayo itakuwa ni ya kisasa zaidi, itakuwa ya mfano kwa wilaya nzima. Sisi kama walimu tunapofundisha watoto katika mazingira duni, kweli inakuwa ni changamoto. Kwanza watoto wanakaa wamesongamana darasani, kwa hiyo hata kumwelewa mwalimu vizuri inakuwa ni shida. Lakini tumepata hivi vyumba vipya vya madarasa, sasa hivi watoto wanakaa kwenye madawati, wamekaa kwenye darasa safi, hawachafuki kama madarasa ya zamani. Tunaamini kuanzia sasa hivi watoto wetu watakuwa wanafaulu, hakutakuwa na watoto wanaofeli. Leo hii kila shule tumejenga madarasa. Tukianza na Nzega Day tumejenga madarasa, tukienda shule ya msingi ya Ipilili tumejenga madarasa, shule ya msingi Imeli tumejenga madarasa, lakini pia tumepata mradi wa shilingi milioni 603,508. Fedha hizi zinakwenda kujenga shule ya sekondari ya Humbi hapa katika kata yetu. Shughuli zile zinazofanyika pale, unaona kabisa jitihada za Mheshimiwa Bashe zina nguvu na matokeo yake ni makubwa zaidi. Tumeona shule ya sekondari ya wasichana Mwanzori imejengwa na inaendelea vizuri. Nimefika siku fulani kutembelea pale, niliona mambo mazuri, wasichana wanasoma vizuri. Nimesikia kwamba kuna zaidi ya bilioni 1.3 imeletwa Nzega kwa ajili ya kujenga shule kubwa ya kisasa, na tayari eneo limetengwa, maeneo ya ujenzi, na hayo ni maendeleo ya kujivunia. Kwa Nzega miundombinu imekuwa ikipaa sana. Tuna shule mpya ambazo tumezifungua karibuni. Kuna shule kama ya Ndoba, tuna shule ya Usamuye, tuna shule ya msingi Igirali. Mfuko wa mama umetuletea milioni 250. Tunajenga vyumba 5 vya madarasa, na vile viwili tulivyokuwa navyo vitakuwa na vyumba 7. Hii ni historia. Hatujawahi kujenga shule kwa haraka namna hii. Tuna shule inaitwa Hussein Bashe ya sekondari. Ni utekelezaji wa mradi wa SEQUIP. Tulipewa na serikali milioni 470. Lakini na sisi tukaongeza milioni 300 kupitia juhudi za mbunge pamoja na serikali. Tumejenga ya gorofa. Lakini yeye alivyoingia madarakani ndiye mtu aliyeanzisha sekondari ya kwanza ya kidato cha 5 na cha 6 katika wilaya hii ya Nzega. Wa kwanza kabisa ya serikali ilianza kwa juhudi binafsi za mheshimiwa mbunge, na yeye alitoa fedha zake kuhakikisha kwamba anaanzisha ujenzi wa madarasa mawili kwa maana kidato cha 5 na kidato cha 6. Kuna shule mpya zimejengwa. Kwa mfano kuna shule mpya ya sekondari ya Mbira ilikuwa na thamani ya milioni 603, ilijengwa na kukamilika na kuanza kazi. Aidha kuna shule nyingine 3 tunajenga sasa hivi za sekondari mpya kabisa. Shule moja inajengwa maeneo ya Ijanija, shule nyingine 2 zinajengwa maeneo ya Nzega Magharibi. Shule hizi zitakuwa mkombozi na msaada mkubwa kwa wanafunzi wetu ambao wanamaliza darasa la 7 ili kupunguza urefu au umbali wa kutoka maeneo wanayoishi kwenda kufuata shule za sekondari. Mpaka sasa hakuna wanafunzi wanapata shida kwenye swala la madawati wala vyoo. Alitoa pesa ya mfuko wa jimbo, tukaweza kutengeneza madarasa mengi tu. Lakini pia na mimi kama mkuu wa wilaya tuliweza kuongea na wadau, tulipata madawati. Kwa hiyo watoto sasa hivi wanakaa vizuri. Kwa kweli tumejengewa shule nzuri, na naona kwamba watoto wetu watafurahia matunda ya Mama Samia lakini ya mbunge wao.
Wananchi wengi wa jimbo la Nzega mjini ni mashuhuda wa jinsi ambavyo Mheshimiwa Bashe anavyojitoa kwa wananchi wake. Sio tu kwa sababu ya majukumu yake kama mbunge, lakini pia kwa utashi na upendo wake kama mwananchi wa jimbo hilo. Na uongozi wa Mheshimiwa Bashe toka mwanzo alisema elimu kwanza, mambo mengine yatafuata. Kweli tunaona kwa vitendo, wapo watoto ambao kawasaidia, hasa hao wanaofaulu form 4 wanaendelea 5 na 6. Anawapeleka kwa nguvu zake mwenyewe. Wanakwenda bure, wazazi wananunua uniform, na watoto hawa leo hii tunao. Wengine tayari washafanikiwa, wamefaulu, wako mavyuoni huko, na wengine ni watumishi serikalini kupitia nguvu ya Mheshimiwa mbunge. Ninashukuru sana, kipindi cha nyuma ada zote amezitoa. Na mpaka sasa hivi mtoto wangu yuko JKT na amemaliza form 6 akiwa salama vizuri kwa mkono wa Bashe. Si huyu tu wa kwangu, ni wengi anawasomesha. Kwanza alianzia wengine kuwasomesha pale pale secondary hapa Migua mpaka wanamaliza form 4. Wengine bahati nzuri labda kama wanashinda anawaendeleza. Mimi bwana Bashe sintamsahau. Ni mtu mzuri sana, alinitengenezea mema. Mpaka sasa kijana wangu kamaliza chuo kikuu kule kwa ajili yake. Ubunge wanaleta kwa sana, ande shughuli zake mingi mami hayo. Hena ha pande wanibekije soga sana. Na alenda kutegemea na kuja mnyumba lakini nalirumba sana, kazi yako endelee kizuri, nalikurumba sana. Lakini shaka ninganana ni serikali yangu yanimana nunene natokwa sana. Wose tikale soga katika kwenye nyumba yetu hiyo. Nalela ndio ninga makiroti safi sana. Kwa hiyo nalirumba sana. Serikali yanitola soga na ubunge wanatola soga. Kushukuru sana. CCM hoi. Jimbo la Nzega mjini limeshuhudia mabadiliko makubwa katika sekta ya afya, hasa katika ujenzi wa miundombinu ya zahanati, vituo vya afya na hospitali ya kisasa kuhudumia kata 10 za jimbo hili. Kwa hali ya zamani jinsi ilivyokuwa, unaweza kufika kujifungua mmoja analala chini, unamsubiria yule kwanza ajifungue kwanza, afu unaenda urudi kitandani. Sasa ingine utabaki umesimama, ila kwa sasa hivi unafika unapanda kitandani na unahudumia vizuri. Zipo hospitali vitanda viko vizuri, vimeboreshwa. Vifaa tiba ilikuwa ukifika kanunue kwanza, mgonjwa unabaki pale. Lakini kwa sasa hivi ukifika utahudumiwa. Wazazi wengi walikuwa wanapoteza maisha kutokana na miundombinu. Hata madaktari na manesi walikuwa ni wachache. Ila jana nimepokelewa vizuri asubuhi, sikuwa na shida yoyote na Mungu akanisaidia. Kila kitu kilikopo sawa. Tulipatiwa huduma nzuri, mimi pamoja na mtoto wangu. Nashukuru mpaka leo tuko salama. Kwa kweli ufanisi ulikuwa mdogo kulinganisha na sasa hivi. Tulikuwa hatujapata vifaa vya kisasa, hasa ile ya kuweza kumsaidia mtoto kupumua, wale watoto wachanga wanaopumua. Na pia tumeongezewa vifaa kwa ajili ya kina mama wajawazito na watoto, ambapo vimetusaidia kupunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto. Nichukue nafasi ya pekee kumshukuru Mheshimiwa Hussein Bashe kwa sapoti yake, hasa upande wa majengo, vifaa tiba. Kifika pale Yendim pia utafikiri labda tuko Bugando, Muhimbili, lakini kumbe ni Nzega tu. Ina maana huyo ni mbunge ambaye yuko karibu na wananchi. Kwa kweli tunajisikia vizuri sana. Namshukuru Mungu, mbunge wetu Bashe na mama yetu Samia Suluhu Hassan ameweza kututengenezea hospitali yetu imekuwa nzuri kuliko mwanzoni kufikiria kuja hospitali. Naomba hata Mwenyezi Mungu bora hata nijifungulie nyumbani. Igunga zipo hospitali, lakini nilichokipenda huku, kwanza nilifika tu nikachukuliwa, mwanangu wakaanza kuhangaika, mishipa zilikuwa zimelala, hata masaa mawili wanamhangaikia mwanangu. Kama hospitali nyingine si wange huyu mtoto naye vipi anatuchelewesha. Lakini jamani walimpigania kweli mwanangu. Namshukuru sana Bashe. La si yeye, naona ningekuwa sidhani kama ningekuwa na mtoto mimi. Unaona hii zahanati ni mkono wake umeanzia 1 mpaka Z. Mkono wake akatoa yeye tofari mwenyewe, akatoa simenti mwenyewe, tukatafuta mafundi na mpaka alikuja kazindua mwenyewe. Baada ya kukamilika hii hali, serikali katuunga mkono. Mama Samia ni mama mwenye huruma. Zahanati yetu mpaka leo inafanya kazi. Sisi madiwani wa Nzega tunajivunia
ukweli kabisa usiofichika. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Huyu bwana anafanya kazi iliyo nadhifu na anafanya kazi kwa ushirikiano wa madiwani wote na wananchi kwa ujumla. Kwa majina naitwa Consolata Joseph, ni mkazi wa kitongoji cha Silimka, kata ya Itilo, ni mama mtoto mmoja. Uwepo wa zahanati kwa karibu imetusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Mwanzoni tulikuwa kwa kweli tunaamka asubuhi sana. Tulikuwa tunawahi foleni ya kubembesha watoto pale kliniki, kwa sababu ilikuwa ukichelewa unakuta foleni ni kubwa, pia muda nao wanahudumia pale ni mchache. Kwa hiyo zahanati yetu hii imetusaidia sana. Kwanza imetupunguzia gharama za usafiri kutoka hapa mpaka zahanati ya Samora. Pili, imenirahisishia kwa mimi. Ni dakika chache tu natumia kumwandaa mtoto, dakika chache, na kuhudumiwa pale unahudumiwa haraka au unarudi na nyumbani. Tunamshukuru Mama Samia, bila kumsahau mbunge wetu Bashe. Kwa sasa wamama hatupati tena shida kwenda kule kwa sababu huduma tunasogezwa karibu. Asilimia kubwa unakuta wamama wengi walikuwa wanajifungulia nyumbani au wakati anaenda kujifungua anajifungulia njiani. Kwa hiyo kwa sababu zahanati imefika karibu, mtu akiona anaona anataitiwa zaidi, anaweza kafika hapa akajifungua. Kwa hiyo tunapunguza vifo vya mama pia na mtoto. Hospitali ya mji wa Nzega ni ya miaka mingi. Kuanzia 2015 tulianza tukajenga jengo la wagonjwa wa nje OPD. Lakini baadaye tukapata milioni 800 kutoka serikali kuu. Tukajenga jengo ambalo ni complex kabisa ambalo lina vitengo vyote vya afya ya mama na mtoto. Tukafanya maboresho ya wodi ya bima ambao sasa hivi tumefanya kwa VIP pia, na tukafanya maboresho ya jengo la nje la wagonjwa wa nje la zamani. Tumekuja tukaletewa fedha milioni 300 za kujenga jengo la dharura EMD, emergency department. Lakini baada ya muda mfupi nako tukapata vifaa vya kisasa kabisa kutoka serikali kuu. Kuna monitoring na monitor vital zote. Kwa huduma ya emergency kwa kweli imeboreka sana. Namna ambapo tumeboresha huduma katika hospitali ya mji wa Nzega imetusaidia sana kupata mapato. Kwa hapo kwa kweli tunashukuru serikali kuu na tunamshukuru rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo amewafanya wananchi wanafurahia huduma katika halmashauri yao. Toka mwaka 2015 mpaka sasa, utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa wilaya yetu ya Nzega tuko kwenye asilimia 98. Mambo mengi yamefanyika makubwa, maji tunayo ya kutosha, wananchi wana mabomba majumbani tofauti na awali. Huduma za kijamii zinapatikana, afya, elimu ipo. Miundombinu kuna maeneo yalikuwa hayafikiki, lakini kwa sasa kila maeneo ya wilaya ya Nzega yanapitika na kufikika kwa wakati. Kulikuwa stendi ya mjini ilikuwa ni ndogo, lakini kutokana na mji unavyotanuka tukawa tumehamishiwa hapa na sasa tunaboreshewa stendi. Ikikamilika hii stendi itakuwa ni ya kisasa zaidi. Kuna stendi ya mabasi mpya ambayo inajengwa katika jimbo la Nzega mjini, ambapo stendi hii iko zaidi ya asilimia 90 kukamilika. Tunatarajia stendi hii tutaifungua muda sio mrefu. Stendi hii itakuwa ni msaada mkubwa kwa wakazi wa jimbo la Nzega, lakini kwa wananchi wote kwa ujumla ambao kama nilivyosema awali, Nzega ni njia panda. Mabasi yote yanayoenda Mwanza, Msoma, Bukoba, Kahama yote yanapita Nzega. Kwa stendi hii itakuwa ni mkombozi mkubwa kwa wananchi wa Nzega, lakini kwa Tanzania kwa ujumla. Kama nilivyosema awali, stendi tunatarajia kuifungua muda sio mrefu. Hii stendi nahisi kwamba katika mikoa ya jirani hapa, ukiangalia Tabora mjini, Shinyanga, Kahama, hakuna stendi kama hii. Kwa kweli ni jambo la kushukuru sana, kwa sababu wamejitahidi, wametujengea stendi ya kisasa, na hapa palikuwa panahitajika kuwa hivyo, kwa sababu ndio uso wa nchi. Ukitoka Rwanda lazima upite Nzega, ukitoka Kongo kwa kupitia huku lazima upite Nzega, ukipita kutoka Dar es Salaam upitie Nzega. Kwa hiyo inastahili kabisa stendi kuwepo hapa. Ni jambo la kushukuru sana. Tunamshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu kwa kutujengea stendi ya kisasa, na tunamshukuru mbunge wetu Hussein Aman Bashe kwa kutujengea stendi ya kisasa. Tunamshukuru vile vile diwani wetu katika swala zima la ujenzi wa stendi ya kisasa wilaya ya Nzega. Uwepo wa stendi mpya kwanza itatusaidia. Ni rahisi mabasi yote kuingia stendi, na sisi tutapata kipato. Endapo stendi ile ikaisha kakamilika, mambo yatakuwa mazuri tofauti na tulivyo sasa hivi kwenye vumbi, kwenye nini. Wale kule wanatuboreshea kwa kweli. Kipindi soko lilikuwa halijajengwa,
tulikuwa tunaishi kwenye mabanda ambayo yani yalikuwa si mazingira rafiki. Ikianza kunyesha mvua lazima mtaanza kuangalia sehemu gani tuende tukajibanze, lakini kwa jitihada ya mbunge jinsi alivyoona amejitahidi, na kweli tunashukuru alivyotengeneza banda la kimvuli hili, watu wamezidi kuongezeka na wafanyabiashara wamekuwa wengi sana. Mbunge wetu alivyotuahidi ndivyo anavyotufanyia. Mpaka sasa tuko kimvulini. Mapato sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu. Watoto wanaenda shule. Maisha yangu ilikuwa nimepanga nyumba, nimejivuta kwenye kajumba kangu. Utawala Mheshimiwa Bashe, naona kama tutaendelea hivi nitazalisha zaidi, hata watoto wangu nitaweka katika kiwango kizuri. Tunajivunia sana kwa wilaya ya Nzega na tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Mjini. Tulivyompa wazo la kuboresha huu ukumbi, liliishia kwenye paa. Finishing yote inayoendelea mpaka sasa na ukarabati wa ofisi 100%. Shughuli hizi zote zinafanywa na Mheshimiwa mbunge wetu, na nina imani ukumbi huu ukiisha, Chama cha Mapinduzi kiuchumi kwa kweli tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Kabla tujapata ukumbi kama huu, Chama cha Mapinduzi tulikuwa tukiwa na shida ya mikutano yetu, hasa tukiwa na mkutano mkuu au vikao mbalimbali vya halmashauri kuu ya wilaya. Tulikuwa tunaenda kukodi kwenye kumbi za watu, lakini tukiwa na mikutano mikuu tunaenda kukodi kwenye magodauni ya watu. Kwa mikutano ya kawaida wanaweza wakaingia watu mpaka 1500, 1700. Sisi kama chama, faida moja hapo tunayoiona, tutakuwa tumejitegemea sana kiuchumi 100%. Hata ikifika kipindi cha uchaguzi basi hatutegemei wadau. Chama kama chama tunakuwa tuna uwezo wa kuendesha shughuli zetu za uchaguzi na shughuli za kiofisi za kila siku kutokana na uwepo wa ukumbi wetu. Safari ya maendeleo haijafika mwisho. Dira ya mwaka 2025 na kuendelea inalenga kuimarisha zaidi sekta zote za msingi. Miongoni mwa mipango iliyopo ni kuongeza shule mpya za sekondari, mabweni na maabara za kisasa, kuboresha hospitali ya Nzega kwa kuanzisha huduma za kibingwa, kukamilisha mradi wa maji wa Ziwa Victoria, kujenga barabara zaidi za lami na madaraja, lakini pia ujenzi wa stendi na soko la kisasa ili kukuza uchumi wa wananchi. Maendeleo yote haya yamewezeshwa na uongozi imara katika ngazi ya taifa na jimbo. Simulizi hizi za mafanikio zinatupa hamasa ya kuamini katika nguvu ya uongozi bora, ushirikishwaji wa jamii na matokeo makubwa yanayogusa maisha ya Watanzania. Asante Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wananchi wa jimbo la Nzega mjini wamethibitisha kwamba kwa kujitoa na kushirikiana kwa pamoja, tunaweza kujenga mustakabali imara wenye kuleta ustawi kwa wote. Asante. Mwaveja sana. Nzega yetu, taifa letu, kesho yetu.